Jembe, tumeshuhudia Mtanzania Clement Walid Mzize amefanikiwa kushinda kiatu cha goli bora barani Afrika. Goli ambalo alifunga kwenye mashindano ya CAF Champions League dhidi ya TP Mazembe katika uwanja Benjamin Mkapa. Amefanikiwa kushinda. Ni kijana wako, umekuwa ukimshauri, umekuwa ukimuelekeza namna nini anatakiwa kufanya. Unaamini goli hili linaenda kufungua mlango mwingine baada ya ile prokushani nyingi hapa, mara kutakiwa huku, mara kubakishwa Yanga kufanya nini? Goli hili linaenda kufungua mlango mwingine kwenye mpira wa Clement Mzize kimashindano zaidi? Kufungua, mimi naona Mzize kama mambo yameshafunguka. Na nafikiri itakuwa ni sehemu ya muendelezo. Lakini kabla sianza kumzungumzia Mzize, nikukumbushe tulikuwa tunazungumza kwamba hili linakwenda kuwa moja ya boli bora kwenye michuano ya CAF. Na hatakuwa na uhakika kama ndio litateuliwa, lakini ilikuwa inaonekana ni sehemu ya kubadilisha vitu vingi sana kwa Watanzania. Kwanza, kupata mchezaji wa Kitanzania amefunga bao kwenye mechi kubwa ya Champions League kwa confidence ile, kwa decision ile. Kuna mambo mengi ndani ya lile bao. Lakini ni bao ambalo sio linamfungua Mzize tu. Ni bao ambalo linawafungua vijana wengi sana wa Kitanzania kwamba ukiwa Mtanzania pia inawezekana. Lakini mimi kwangu nilikuwa naona kama bao la Mzize na tuzo yake linatutoa kifungoni kwenye ile kuamini kwamba Tanzania hatuwezi kuwa na strikers bora, kwa sababu moja ya tatizo kubwa la Afrika, especially kwenye nchi ambazo ziko chini ya ukanda wa jangwa la Sahara, ni kuwa na striker bora. Wenzetu Egypt, Morocco, Algeria, kutokana na connection yao karibu na Ufaransa, Ureno, Italia, sijui Uturuki, Spain, kidogo wenzetu wanakuwa na tofauti kwa sababu kuna mafunzo tofauti, malezi tofauti. Lakini leo Tanzania inakuwa na striker kama Mzize, kwa sababu hata kitendo cha timu kama Esperance kutoa dola milioni 1 kutaka kumsajili yeye, maana yake ni over 2 billion, halikuwa jambo dogo. Na lile ni jibu kwamba hata wao walimuona ni mtu ambaye anafaa. Sasa ni deni kwa Mzize. Ni lazima awe mchezaji ambaye anatamani kufanya vizuri zaidi atakaporejea kwa ajili ya baadaye tena, lakini kwa ajili ya Watanzania wengine kama nilivyokuambia inakuwa kama sehemu ya hamasa. Jembe, Maele amekuwa mchezaji bora wa Afrika ndani. Amekupita Young Africans. Clement Mzize amefunga bao bora Afrika, amepita Young Africans. Neno lako kwa Young Africans kwenye vipindi hivi ambavyo wachezaji wao ambao wamekupita kwenye mikono yao wameachieve vitu vikubwa barani Afrika? Unajua mfano wakati Maele akiwa kwa mkopo Yanga, alikuwa mchezaji ambaye si anajulikana sana. Na kama unaona klabu yake paka ilikubali kumtoa kwa mkopo, ilikuwa inaonekana si mchezaji mkubwa ambaye wanamtegemea sana. Walikuwepo wengine wanaonekana ndio wanategemewa zaidi ya Maele. Lakini alipokuja Yanga, hapa ndio amepata platform, imeonyesha ukubwa wake kwa maana ya kupewa nafasi na kuaminiwa na Yanga. Kwa hiyo Yanga tunaanza kuwapongeza kupitia Maele. Lakini unaona mrithi ambaye amekuja kwa mrithi sahihi wa Maele ni Mzize. Maana yake tunawapongeza pia Yanga kwa kutafuta au kupata au kuwa na mrithi ambaye ameonekana kuja kuwa tishio Afrika, kwa sababu kwa sasa a top striker wa Afrika ni Fiston Maele. Hiyo haina tena ubishi. Lakini tuzo hawa wanapata tuzo mbili kwa wakati mmoja. Kwa hiyo tunawapongeza Yanga, na nafikiri kama nilivyokuambia ni semi inspiration kwamba kwa wachezaji wa kigeni wataweza kupitia Maele, kwamba ukienda Yanga ukafanya vizuri, wakikupa nafasi utafanya vizuri zaidi. Lakini kwa wachezaji wazawa ni kupitia Mzize, na wenyewe wanaona hiyo ikiwa inawezekana. Lakini tutakuwa wachoyo wa fadhila kama tutaacha kumpongeza dada yetu Yasmin Razaki, kwa sababu mimi mara ya kwanza nilijua jina Clement Mzize, na ninaamini ikiwa labda 90% au zaidi ya 90 ya mashabiki wa mpira wa Yanga walijui, nilisikia kwa yule dada. Kama nilivyowahi kuhadithia mwanzo, kwa aliniita akiwa akihitaji msaada wa kumsaidia baadhi ya vitu Mzize. Kwa kuna watu alikuwa anahitaji kuwaona, kuwafikia, waweze kumsaidia, lakini lengo lake lilikuwa ni kumfanya kijana siku moja kuwa mchezaji bora kwa usimamizi wake, kwa sababu yule dada, kwa sababu ni mzoefu kwenye mambo ya mpira, alishaona hiyo mnaweza nikasema kitu alichonacho Mzize. Kwa hiyo yeye ndo alikuwa anamsimamia Mzize au anamsimamia Mzize, lakini yeye ndo anamsimamia Maele, kwa sababu hata mimi kusikia jina la Fiston Maele kwa mara ya kwanza kabla hajaja Yanga ilikuwa ni kwake yeye Yasmin akisema kuna mchezaji mmoja Yanga anakuja, ndio mimi nazungumza naye. Kwa hiyo ni mtu ambaye usimamizi wake unaonekana una kitu.
usimamizi wake, ingawa ni dada au ni mama, ana maneno nafikiria kuzungumza na wachezaji. Unajua wachezaji kama binadamu, kuna kipindi wanakata tamaa, kuna kipindi wanakosa wanachokihitaji, wanakuwa sio kawaida, lakini kuna kipindi wanapokipata kitu huenda saa zingine naweza nikasema wanahemka. Kipindi wachezaji wanaharibikiwa ni kipindi ambacho wamefanikiwa sana. Nafikiri kwa karibu na yule dada kama msimamizi wao au kama meneja, naamini pia imekuwa ni mchango mkubwa kwao. Kwa hiyo pia tumpongeze Yasmin kuwa na wachezaji anawasimamia wawili wanafanikiwa kuchukua tuzo za CAF, ambao sio jambo dogo. Lakini Young Africans wao hawamtambui Yasmin kwenye usimamizi wa Clement Mzize kwa mujibu wao Young Africans. Unajua, unazungumzia wakala, unazungumzia meneja, kadhalika na kadhalika. Lionel Messi wakati anatoka Argentina kwenda Spain alikuwa na umri wa miaka 13. Msimamizi wake alikuwa ni baba yake, na ndio amekuwa msimamizi wake mpaka leo. Hadi leo baba yake Messi sio wakala wa FIFA, lakini ndio amekuwa msimamizi wa Messi. Wanazungumzia wakala, lakini meneja anaweza kawa Yasmin. Msimamizi kama mzazi anaweza kawa Yasmin. Wanaweza wasimtambue kwa maneno ya barabarani au huku kutuambia sisi, lakini waambie mara ngapi wamekutana naye, wamekaa naye kujadiliana masuala ya Mayele au ya Mzize. Na ndio maana kipindi fulani mimi nilikuwa nikisema kwamba Mayele ni mchezaji wa mkopo, pia watu wanakasirika, lakini uhalisia ndio ulikuwa huo na ukweli ndio ulikuwa huo, na mwisho imeonekana ndio ukweli ndio ulikuwa huo. Kwa hiyo unaona sasa hivi siku ya mwisho utakuja kuona tu ukweli kwamba anayemsimamia Mzize na Mayele ni Yasmin, itakuwa ndio hivyo, kwa sababu hata Mayele alivyokwenda kusaini mkataba wake na Pyramids, mtu aliyeondoka naye hapa alikuwa ni Yasmin. Huyo ndio msimamizi wake, na wanasema mwanzo tusikia bana sisi hatumtambui. Kwa hiyo hizi hadithi sisi tuziache na siasa za mpira tuziache, lakini huo ndio uhalisia, na kumpongeza Yasmin wala sio dhambi, kama ambavyo nimewapongeza Yanga, kwa sababu mtu anapofanya vizuri kwenye kitu chake ni vizuri wakati mwingine uka appreciate. Usitake kwenye kitu kimoja tu au kwenye kitu fulani ukasema kwamba mimi peke yangu nimefanya. Kwenye makuzi ya mtu wanapita watu wengi sana. Mimi mfano, kuna watu nimewakuza, na nikisema bwana huyu mimi ni kati ya watu niliowakuza, sisemi mimi peke yangu nimemkuza, kwa sababu wakati mimi namkuza kwa maana ya kazi kumuelekeza, pia kuna watu wengine walikuwa kwa akatokea mtu mwingine akasema hata na mimi huyu nilimsimamia. Anaweza kawa na sahihi, kwa sababu mtu anaweza katoka hapa kaenda hapa, katoka hapa kaenda hapa, ni vitu ambavyo vinawezekana. Kwa hiyo tumpongeze Yasmini, tuwapongeze Yanga, lakini nimpongeze tena Mayele. Nataka kuzungumzia Mayele kwa sababu nikiwa safarini nilikutana na Mayele na mtu mmoja ambaye nilikuwa sitaki kusema, lakini ni mshikaji wangu, Wane Bisaka. Sasa tulikutana na mimi nilikuwa Bisaka alipofika akawa amenipigia bana, njoo huku tuzungumze. Kwa wakati nazungumza naye Mayele akaje pale. Sasa mimi usiuze, nilikuwa nishasahau kama Bisaka yuko Kongo. Sasa huyu anaenda wapi? Akabia sasa huyu anacheza wewe kwa vipi kwamba ameenda Kongo sina nini. Sasa tunataniana pale wote. Mimi nikamwambia Mayele, ninaamini kama nilivyokuambia kwenye finali utafunga, na hii kwa anakwenda wao kwenda kucheza Super Cup. Nikamwambia kwenye Super Cup wewe ndio unaenda kuwa top na lazima ufunge, na kweli akafunga. Kwa mimi kwa sababu to be honest, and the guy ni yule mtu amefocus sana, na mimi ninaona Mayele anaenda mbali, na nimepata taarifa tayari Ahali wameweka, anambia mwandishi mmoja wa Egypt rafiki yangu kwamba wameweka dola milioni 7 kumtaka Mayele. Lakini Mayele ana ofa nyingi, na ukizungumza naye kwa mazungumzo ya kawaida tunaonekana mtu ambaye anatamani kwenda mbali zaidi, labda aondoke Egypt. Ingawa mimi ningetamani kumuona anabaki Afrika hata misimu hii na akipige timu kama Ahali hivi. Kwa hiyo nimtakie kila laheri, na niseme ni mtu ambaye kwa kweli naamini kama watu wanamfuatilia watakuwa wanajifunza mambo mengi sana. Nimbe wananchi Young Africans kuelekea katika mchezo wao wa klabu bingwa dhidi ya SF Rabat wametambulisha jezi zao. Tayari kikosi kipo Zanzibar, uwanja wa Amani pale, wenyewe wameuita jina la Guantanamo Bay kwa sababu ya kufanya kufuru ya kuhakikisha wanachukua alama 3 za kwanza kwenye grupu yao ili kujenga kwenye mazingira mazuri. Unazungumzaje kwanza uzinduzi wa jezi za Yanga, lakini pia kuelekea katika mchezo dhidi ya Yanga na Farabat? Nasamani kidogo, kwa nini wameita Guantanamo Bay? Guantanamo si kwani hujaona ile movie ya Guantanamo? Guantanamo ilikuwa gereza. Guantanamo ule mtu akiingia sio unasikia milio tu, mtu analia hapo julikani wapi ameenda. Asubuhi tu maisha mengine yanaenda. Ukilizo unaouliza wenzako. Sasa askari analizo vipi? Okay. Sasa
Kwanza mimi niseme jezi umesemea. Jezi wametoa jezi za Yanga, na mimi nimeonekana nitakuwa na mtazamo kidogo na watu tofauti kidogo. Kuna nimeona jezi wanatania sio na apron sio na nini, unajua sasa au ni mambo yao ya utani ya mashabiki. Lakini mimi nimeona ile jezi ni nzuri. Nimejaribu kuiangalia kwa muonekano, lile ambalo nimeona kilipigia kesi sana kuhusiana na rangi za Yanga. Rangi za Yanga ziko zile halisi, na hata muonekano wake kwangu nauona kama ni simple. Na ukilinganisha mfano kama hii ya njano iliyotoka sasa hivi na njano iliyopita ile ya Yanga, bado hii ni nzuri. Hata hii ukilinganisha na zile za kijani na nyeusi zilizotoka, hii bado ni nzuri. Ya kijani ya Yanga sio sana, lakini ile nyeusi mimi sijaielewa. Yesu ina Yanga unajua imekuwa kama mnasema nini ile polo. Sisi tunasema form 6. Imekuwa kama form 6, lakini bado ni ya kijani, hii ni nzuri kuliko kijani ile iliyopita. Kwa hiyo mimi nimeona kuna kitu Yanga wameswitch kutoka kule ambako walikuwa wamekosea, kama tulivyosema mara ya mwisho kwamba jezi zao hazikuwa nzuri, hadi kuongeza kitu ambacho mimi naona kwamba ni jezi nzuri. Lakini nimeona kama notion au hisia zimekuwa zinawahukumu, kwa sababu tayari hawakuwa wametoa jezi nzuri mwanzo mwa msimu, kwa bado watu wanaamini sasa Yanga kile wanachotoa sasa hivi sio kizuri. Lakini mimi ninaamini kuna kitu wanakwenda wanabadilika, na anaweza kubadilika zaidi, kwa sababu wakarudi kwenye ile level yao tunaijua Yanga, wakatoa jezi nzuri zaidi kuelekea kwenye